Furaha ya Mseke, karibu. Leo nataka tuangalie kwa habari ya pale Mungu anapoamuru. Kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 10 tunaona habari ya mtumishi wa Mungu Elia Mtishbi. Baada ya kumwambia mfalme Ahabu kwamba mvua haitanyesha, Mungu alimpa mahali pa kujificha. Akamwambia, nenda kwenye kijito cha Kerith ukajifiche huko, utakunywa maji ya kila kijito, nami nimemwamuru kunguru akulishe huko. We see, kunguru alienda kweli na akampelekea nyama na mkate. Watu wazuri wa Mungu, tukubaliane kwamba this was divine meal, kwa sababu kwa sensi ya kawaida, kwa hali ya kawaida, hakuna kunguru ambaye atabeba nyama huko alikotoka aje akulishe, wala hakuna kunguru atabeba mkate huko alikotoka aje akulishe, kwa sababu yeye mwenyewe anapenda nyama, yeye mwenyewe anapenda mkate. Lakini kwa sababu ni Mungu aliamuru, tunaona hata kiumbe ambacho pasi kutarajiwa kiliweza kubeba komandi ya Mungu, agizo la Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Elia. Baada ya kile kijito kukauka, maana Biblia inasema mvua haikunyesha kwa muda, so kile kijito kilikauka. Mungu anampa tena agizo, anamwambia aende kwa mjane wa Sarepta. Amemwagiza akamlishe. Ni Mungu anakomanda, ni Mungu anaamuru. No wonder kila alichokiamuru anakipa uwezo. Kwa ile sasa hivi tunasema, yaani Mungu ndo amemwamuru mjane kwamba amlishe huyu. Jamani watumishi wa Mungu, hebu tufanyeni kazi, tuache uongo. Kumbe Mungu amekuamuru mjane akulishe. Hajaona matajiri wote wa mjini? Hajaona hiki? Yes, hakuona hata ndege wote wa angani ambao wangeweza kuwa waaminifu. Aliona kunguru ndo anaweza akamlisha mtumishi wake Nabii Elisha. Mungu anapoamuru, mazingira kwake sio kitu, viumbe hai wengine kwake sio kitu, watu wenyewe kwake sio kitu. Vitu vyote vinaitikia maagizo yake, hata malaika. Biblia inasema, muhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari katika kulitenda neno lake, kuyatendea kazi maagizo ya neno lake. So when God commands, everything respond, and it is my prayer that God will command everything that you need in your life in Jesus name. Mungu aamuru kila ambacho nakihitaji kije kwenye maisha yako kwa namna yote, kwa njia yote, by all means possible. Mungu aamuru vitu vije kwenye maisha yako. So mimi ni shahidi, Mungu amekuwa akihudumia maisha yangu kwa namna ambayo ni ya kiungu kabisa. Yes, amekuwa akihudumia huduma yangu kwa namna ambayo ni ya kiungu kabisa. Kwa kweli hatufanyi huduma, hatufanyi maisha kwa kustruggle. Sio kwa sababu tuna akili kuliko watu wote au tuna ujanja kuliko watu wote, kwa sababu Mungu ameamuru. So unakuta sometimes mtu ana hela yake au ana kitu chake ambacho anakihitaji the most, lakini kwa sababu Mungu amemwagiza, anakileta kwa mtumishi wa Mungu ili akitumie. Na sio kwamba Mungu ata replace mjane. Mungu ali replace, alimpa. Biblia inasema kile chombo chake cha unga hakikupungua, wala ile chupa ya mafuta haikuisha. When God commands, has way to replace things. Mungu akiamuru ana njia zake za kureplace vitu. Sasa hii sikufanya kwamba kila mara ukasema ni Mungu ameamuru, Mungu ameamuru. Make sure you hear God. Na hata pale ambapo hujamsikia Mungu, you can do it kwa watumishi wa Mungu, kwa watu wote, kwa sababu ni asili yako. Biblia inasema kwa wale watumishi sasa kama mimi, Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi 23 mstari wa kwanza, sema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kila kitu ambacho unajua unakihitaji kwenye maisha yako, as long as Mungu bado ni mchungaji wako, haupaswi kupungukiwa. Mungu aamuru vitu vije kwenye maisha yako. Ndio maana yeye mwenyewe kwenye Ayubu anasema, je, umeiamuru siku yako? Umeamuru mapambazuko kabla siku yako ijaanza. That means kama ambavyo yeye anaweza kuamuru kwenye maisha yako, anakutarajia pia na wewe uweze kuamuru vitu vitokee kwenye maisha yako kama Mungu. I hope this one has blessed you, right? Shalom in Christ.